na pia wakati wa kuinuliwa, na pia kumtukuza Mungu kwa njia ya mafundisho na nyimbo za Injili. Kwa hivyo siku ya leo tumejaliwa kuwa na mgeni wa kipekee, anaitwa Emmanuel T. Shalom, msanii wa nyimbo za Injili ambaye Mungu amemtumia sana kupitia huduma ya sifa na ibada. Karibu sana mtumishi wa Mungu Emmanuel kwenye Gospel Teaching Show. Ni furaha kubwa kuwa nasi hapa ndani ya FM. Yes, asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Nimesikia naitwa Emmanuel T. Shalom. Ni mhudumu wa nyimbo za Injili. Mimi mzaliwa wa Western, Kakamega County na Bungoma Sub County. Nilisoma primary, nikaenda Ingos High School, lakini kwa sasa niko Coast Region kwa minajili ya kazi na huduma pia. Hapo napenda Mungu kwa neema hiyo. Yes. Asante. Tueleze kidogo historia yako, ulianzia wapi huduma ya muziki wa Injili? Naam, mimi tangu kuzaliwa sikuwa napenda kuimba kitu ya kwanza. Hadi vile nilienda high school, kuna mwalimu anaitwa National Makoha. Pale Ingos High School mahali notice akaniita kwa kwaya ya shule. Ndio nikaanza kuimba. Kutoka hapo nikamaliza shule, nikaachana mambo kuimba. Lakini nilipokuja huku Mombasa, nikasikia mafundisho ya kanisa kubatizwa. Sasa ile siku ya kubatizwa, unajua ukienda kubatizwa kwa maji mengi, mnakuwa na wanakwaya wanakuwa hapo present worship. Waliimba wakachoka. Na wakati wanachoka mimi ndio namaliziwa sasa. Nikakuja nikapata mabaki mtu mmoja peke yake anaimba, na mimi nikajua naye nikaanza kuimba naye. Ule wakati ndio nikaanza kusikia sauti ya nyimbo mpya zikiingia ndani yangu. Na kuanzia hapo hiyo neema ikashuka hadi sasa hivi. Asante. Kwa hivyo ni kitu tu kile kuingia, si kwamba ni kitu ulisaliwa ukijua kwamba wewe ni mwanamuziki. Mimi hiyo kitu ilikuja wakati wa kubatizwa. Wakati nilitoka kwa maji mengi, nikaona watu wamepungua kuimba, nikajiunga na ile mwenye alikuwa anaimba sasa ule wakati. Na huo wakati ndio sauti kaniingia sasa kuanza kuimba nyimbo zangu mwenyewe. Asante. Wimbo tuseme ni changamoto gani umepitia katika safari ya huduma na Mungu alikuvusha vipi? Naam. Kuna wakati ilimaliza form 4. Kuna kama unajua Western region wanapenda kukishatairiwa unaachwa nyumba mzazi na separatiwa kidogo. Mnatengeneza kanyumba kanyasi hivi. Wavulana mnakaa hapo. Isimba ndio hiyo sasa kama unaitambua. Sasa ilifika mahali siku nyingine ilikuwa mwezi wa kwanza. Tukawa tumelala nyumbani, tukawa wavulana watatu, wasichana watatu. Lakini sasa kwa ile nyumba tukawa wavulana wote tumelala mahali pamoja, na saa 7 usiku mtu akakuja kaasha moto. Kwa ile nyumba ya nyasi. Lakini nashukuru Mungu yule mdogo ndiye alinotice sasa kabla si tujue. Na kutoka hapo Mungu akatuponya, nikasema Mungu atakufanyia nini? Asikuwa najua kwamba naitisha hii neema. Sasa ile hali ya anasema refugee unahamia kidogo mahali alisi upate utulivu. Kweli. Ile na mahali ya kuhama kidogo kuja Mombasa. Ndio neema ya kupatizwa, nikasoma, nikasikia, nikafundishwa neno. Nikapatizwa, nikapata uimbaji sasa. Sasa ikawa ni njia moja ya kumwambia Mungu shukrani kwa yale ambayo amenifanyishia na kuniponya siku, kwa sababu Mungu alikuja saa 7 usiku kuwasha moto na nyumba ya nyasi, alikuwa ananiaga. Lakini Mungu alituponya, nikasema Mungu asante kwa kazi yako. Ndio
Yeah. Asante. Wimbo wako wa kwanza uliachiwa wapi, ama like uliutolesha ukiwa wapi, na ulikuwa na ujumbe gani? Na ule wimbo wa kwanza uliwimba unasema umetenda mema. Ndio wimbo wangu ulikuwa wa kwanza sana. Katika wimbo nilikuwa namwambia Mungu shukrani kwa sababu umetenda mema. Kwa sababu ukisikiza ule wimbo nasema kuna watu ambao waliomba kuishi lakini hawapo. Na Mungu leo amenifanikisha mimi bado ningali mzima. Kama mwambie Mungu umetenda mema. Kuna watu waliomba amani lakini wengine hawana hata saa hii, lakini Mungu kanifanikisha saa hii na amani. Nikasema Mungu umetenda mema. Kuna waliokuwa wagonjwa na wengine hata saa hii wako hospitali lakini mimi niko mzima. Nikasema Mungu umetenda mema sana. Ilikuwa hali ya shukrani kwa Mwenyezi Mungu kunifikisha penye nilikuwa nimefika wakati hata kwa sasa. Unaisiche kuona watu wanabarikiwa kupitia huduma yako? Naam, mimi nafurahia sana kusikia mtu amebarikiwa na wimbo wangu. Kwa sababu ukisikiza wimbo wangu mara mingi nasema angalau Mungu atengeneze sauti yangu isiwe hali ya burudani. Ni kweli. Ila angalau mtu asikie wimbo wangu na akapata kupona, akapata kufarijika, akapata tumaini katika maisha yake. Ni kweli. Sasa wakati mwingine kuna wimbo zaimba na unasikia mtu anakuambia kwa comment, yani wewe ulikuwa unachunguza maisha yangu ama mbona umeimba na mambo ambayo nimepitia? Nakwambia umeimba kana mambo ulikuwa unaniona. Na ukimwona kwanza anakuambia mimi niko Meru na mimi niko Mombasa. Mwingine anakuambia mimi niko Tanzania na mimi niko hapa. So nilikutana lakini anakuambia umeimba kitu ambacho nimeshaipitia lakini umenitia moyo. Kweli. Hiyo ndio raha yangu. Ujumbe gani ungependa kupeleka kwa vijana wanaohisi wanapotea au wanatafuta mwito wao? Naam, ukisikiza wimbo unaitwa Hekima ya Mungu. Kuna wimbo unasema hekima ya Mungu. Unasema aketie na mwenye hekima atakuwa na hekima kwa maisha yake. Ila aketie na wapumbavu atakuwa anateseka kwa muda wote. Sasa kumaanisha unapotafuta ile hekima ya Mwenyezi Mungu, kuna uwezekano kuimarisha maisha yako. Na wimbo ulienda sasa kwa sababu nilichukulia kana kwamba mimi ni mzazi naongelesha mwanangu. Sasa ule wakati naongelesha nilikuwa naongelesha vijana hasa watafuta ile hekima ya Mwenyezi Mungu na maisha yao yatakuwa salama. Ni mipango gani ulio nayo kwa sasa? Kuna project mpya au wimbo mpya unakuja? Naam, kwa sasa kuna wimbo unakuja. Nashukuru sana na Mungu amenipa neema ama sema ni furaha. Naam. Kwa sababu hasa mimi ni Mkenya. Lakini Mungu ameniunganisha na maproducer kutoka Uganda na Tanzania. Naam. Kuna wengine, kuna mmoja unatoka Tanzania unasema asante Mungu. Naam. Uko karibu kuja na natumai ukiwa tayari utafika huko kwenu. Asante sana mtumishi. Tunaamini kwamba Mungu ameweka neno katika moyo wako. Kwa hivyo kipindi hiki tafadhali chukua dakika chache kutufundisha au kututia moyo kupitia ujumbe wa leo. Naam. Kwa sasa ningependa tukasome Waebrania 10 ukiangalia 19. Inasema kwa kuwa tunao ujasiri katika utakatifu, hiyo ndio njia ya kukaa na kuishi mbinguni. Inasema unapokuwa na tumaini ambao unapokaa katika Yesu Kristo unapata ule ujasiri wa kuwa na kwamba yote unalotaka itakuja fanikiwa. Kwa maana hata unaposikia wimbo unasema anaweza. Anasema Mungu anayeweza yote.
Kwa kuwa mwenyewe anasema sisi tutaweza yote kupitia yeye atutie nguvu. Na yule anasema yule Mungu anasema unapomuita yeye ataitika. Na hivyo atakuonyesha mambo makuu yaliyo zaidi ya fahamu zetu. Sasa nakwambia tuwe na ujasiri na imani katika Kristo na mambo yetu yatakuwa salama salmi. Japo wakati mwingine jaribu linaweza kuja katika maisha yako. Na maandiko yanasema jaribu halina budi kuja katika maisha yetu. Licha Mungu mwenyewe anasema jaribu lina mipaka yake. Na hapo inatokea ukiangalia Ayubu wakati alikuwa anasumbuliwa na ile pepo. Sasa Mungu alimwambia mfanyie lolote lile lakini usiguze roho yake. Kumaanisha jaribu linapokuja kwa maisha yako lipo lakini lina mipaka yake. Mungu haziruhusu jaribu zito likakuja katika maisha kwamba litakushinda. Japo kuna majaribu mengine yanaumiza moyo lakini nia yake ni kuimarisha imani yetu. Sasa kwa hivyo tusiogope jaribu linapokuja, ila tukamwombe Mungu atupatie ujasiri na nguvu na uweze kushinda hilo jaribu. Ni kwa vile kwa mfano unapokuwa shuleni darasa la kwanza, hauwezi enda darasa la pili kabla hujafanya mtihani. Na ukimwambia Mungu niondolee jaribu, kumaanisha utaki kwenda class 2 unataka kubaki class 1. Ila tumwombe Mungu jaribu linapokuja katika maisha yetu atupatie nguvu na uwezo kulishinda hilo jaribu, tusonge katika darasa la pili. Amen. 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 Asante sana mtumishi kwa hilo neno la kutia moyo. Kuna hii wimbo ambayo umeimba inaitwa Kesho Yangu. Ina ujumbe gani na uliwaza nini ndipo ukaitolesha? Kesho Yangu ni wimbo unaambia mtu japo hali yako iko hivi leo ama wewe unapitia changamoto yako leo ngumu sana. Mtihani ambao unakuandaa kesho nayo utakuwa unasherekewa. Sasa usije ukakata tamaa, tia bidii kwa kila ambacho unafanya kwa kuwa kesho utang'aa sana. Asante. Kwa hivyo tusikiza wimbo huu kwa dakika chache kisha tutarejea kwako tukimalizia kipindi na kutueleza chache tu ya kufunga kipindi. Amen. Asante. Huyo ni mtumishi wa Mungu anaitwa Emmanuel Tishalom. Tuko naye siku ya leo, tunampata kwa njia ya simu. Kwa hivyo tutakuwa tunacheza kipao chake hapa kinaitwa Kesho Yangu, na kisha tutakuwa tunarejea kwake muda usiokuwa mrefu. Nina agano na Mungu, kesho yangu ina dhamana kubwa. Nina patano na Mungu, kesho yangu ina viwango vikubwa. Usishangae upana wangu ndugu yangu, ulianza kama mtisha tu.